Karibu tena kwa ajili ya kujifunza somo la pressure au shinikizo la damu. Ni Dr. Yondi Matias, mkurugenzi wa afya wa jimbo la Mara, kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, jimbo la Union ya Kaskazini. Karibu twende pamoja. Mwili wa binadamu umeundwa na mishipa mbalimbali ya damu. Artery ikitoa damu kwenye moyo, damu safi kuja kwenye mwili. Vein ikitoa damu chafu kutoka kwenye mwili kurudisha kwenye moyo. Lakini capillaries zinafanya kazi ya kusambaza na kubadilisha nutrient kutoka kwenye nyama na sehemu zote za mwili kwa ajili ya kufanya mwili uendelee na shughuli zake. Veins na arteries hizi ni mishipa midogo vidogo ambazo zinasambaza damu kote katika mwili. Pumping organ basi na baki ndio moyo kwenye mwili wetu. Kwa hiyo moyo ndio pumping organ. Moyo unapokuwa unasukuma damu unategemea zaidi mishipa ya damu mikubwa, artery pamoja na vein. Mishipa ya damu imeundwa kwa mfumo wa kutanuka na kusinyaa kutokana na mahitaji ya mwili. Pale ambapo mishipa inatanuka, damu inapita kwa wingi, ikisinyaa basi damu inapita kwa shida, maana inapita kwa kiasi kidogo. Lakini kunazo sababu zinazopelekea msukumo wa damu kuwa juu. Ni pamoja na homoni, tatizo la homoni kuwa juu, maji pamoja na content zake, lakini matatizo ya figo, neva pamoja na mishipa ya damu kuganda kwa mafuta. Pale ambapo damu inapokuwa inasukuma, mishipa ya damu inapokuwa inapitisha damu, basi pale ambapo kuna changamoto imejitokeza. Mfano kemikali aina ya epinephrine inapokuwa imeingia kwenye mfumo au kwenye mzunguko, basi yenyewe moja kwa moja inatolewa na adrenaline, inaenda kwenye binding receptor zetu, kwenye misuli yetu, inaenda inakamata. Ikisha kamata basi kuna protein receptor ambazo zinaitwa alpha. Hizi zikishaikamata hii epinephrine, zinaingiza moja kwa moja au zinaifyonza, zinaingia kwenye misuli. Misuli inakakamaa au inakaza. Na misuli ikishakaza basi inafanya mishipa ya damu iweze kukakamaa, basi inapunguza ile nafasi ya kuweza kupitisha damu. Basi pressure itakuwa inakimbia au damu inakimbia kwa kasi kutokana na mahitaji. Tatizo hili likiendelea inapelekea moyo unakuwa unasukuma kwa shida na pressure inakuwa iko juu. Tatizo hili likiendelea kwa muda mrefu, basi linaweza likapelekea matatizo yafuatayo. Kwanza, matatizo ya moyo, stroke, matatizo ya shambulio la moyo, heart attack, matatizo ya figo, aneurysm, kupasuka kwa mishipa ya damu au kifo. Sababu nyingi wanasema wanasayansi, ambao ukiona pressure inakuwa mara nyingi iko juu, ni zile sababu ambazo zinafanya mishipa ya damu kuwa imesinyaa wakati wote. Basi nini maana ya pressure? Pressure ni kuongezeka kwa shinikizo la damu zaidi ya 140 kwa 90. Ukipima katika mapimo useme kwenye occasion, au tuseme mara 3 mfululizo katika mahudhurio matatu. Tunaigawanya katika magrupu matatu. Grade ya kwanza 140 mpaka 159, pressure ya juu 90 mpaka 99, ambao tunaipima mara 3 mfululizo, ambapo inaweza ikawa ndani ya miezi mitatu. Lakini kuna stage 2 ambao ninasema ni moderate, inaanzia 160 mpaka 179, ambayo ni kwa pressure ya juu. Lakini kwa pressure ya chini inakuwa ni 100 mpaka 109. Mahudhurio ni yale yale, mtu apimwe mara 3 ikiwezekana ndani ya miezi mitatu. Lakini stage ya mwisho ni ile grade 3 ambao tunasema ni severe, ambapo pressure inakuwa ni zaidi ya 180 ya juu, lakini ya chini inakuwa ni zaidi ya 110, na mahudhurio ni yale yale, mtu apimwe zaidi ya mara 3 ikiwezekana ndani ya miezi mitatu. Lakini yenyewe imegawanyika katika sehemu mbili, urgency na emergency. Urgency ni kwamba haijaleta shida ya organ yoyote, haijapasua au kuleta hazard kwenye mwili, lakini japokuwa mtu huyu anahitaji huduma ya haraka. Emergency tayari imeshaleta shida kwenye mwili, imeshaleta kama ni stroke, imeshaharibu macho na kadhalika. Kwa hiyo haya makundi matatu ndio tunavyoweza kuitenga pressure katika mahudhurio haya. Vyanzo vikubwa ni viwili. Kuna primary pamoja na secondary. Primary ni vile vya awali ambapo 85% ya sababu tunaingia hapa. Lakini secondary moja kwa moja kuna kitu maalum ambacho kiko kinajulikana kama ni ugonjwa, ni ugonjwa, au kama ni kitu chochote kipo. Sasa primary hypertension mara nyingi mzunguko wa damu na tatizo la kimaumbile ndio zinaweza kupelekea, mfano ikiwezekana ujazo wa plasma au maji kwenye damu. Lakini pia shughuli za mekanizmu mbalimbali za figo, mfano renin, angiotensin, mekanizmu hizi kwa ajili ya kubalance sodium katika figo zetu. Lakini pia wanasema
primary cause au sababu za awali mara nyingi